So, mambo mengi yanaongelewa kuhusu interview. Watu wanakwambia ukiingia kwenye chumba cha interview, usikae chini bila kuambiwa ukae. Mara ukifunga mlango, usiangalie unapofunga mlango, angalia watu ambao wapo ndani. Watu wanafanya yote hayo na bado wanafeli interview. Well, mimi nitakwambia kitu kimoja ambacho, kama mtu ambaye nimefanyia watu wengi interview na nimekaa na watu ambao wanafanya maamuzi baada ya interview, wanazingatia. Interviewers wanajali kuhusu kitu kimoja tu, kazi yao. Na tayari wameshaiona CV yako, kwa hiyo wanakuita pale ili waweze kuthibitisha kama utaweza kuifanya kazi yao vizuri. Na ili wathibitishe mtu anayeweza kufanya kazi yao vizuri, huwa wanamzingatia zaidi mtu ambaye anazungumza kwa references. Huwa hawataki first timers, yani kwa mara ya kwanza ndio ukajaribie kwenye kazi yao, hapana. So kitu cha kuzingatia ni kwamba ukiingia kwenye chumba cha interview, zungumza kwa references kama ambavyo mimi nimetoa mfano hapa. Hebu nisikilize vizuri, then nitarudi kukwambia ambacho nimekifanya. So, swali ambalo nimeulizwa hapo ni nini nitafanya kama ikitokea kuna sudden deadline change, na hili ndio jibu langu. That's not gonna be the first time. I am used to that. I remember when I was working for Mtumba English, my team and I were given a task of teaching IELTS students who were about to sit for exams, and the time frame was a month. But all of a sudden, we had a deadline change. We now had 2 weeks. So we just decided to seclude the important matters about the exams and focus on them. And those students, they finally passed the exams, right? So when it comes to sudden deadline change, I'm very, very good at that. So ukiangalia vizuri jibu langu hapo, kwanza kabisa nimemthibitishia interviewer kwamba haitakuwa mara ya kwanza mimi ku-experience hiyo sudden deadline change. That's not gonna be the first time. I am used to that. Then nikamwambia kwamba situation kama hiyo ilishanikuta wakati nafanya kazi Mtumba English. I remember when I was working for Mtumba English, my team and I were given a task. Then nikamwambia task tuliopewa tukiwa pale Mtumba English, ambapo tulitakiwa kufundisha wanafunzi wa IELTS ambao walikuwa wanatarajia kukaa kwenye mtihani wa IELTS. Teaching IELTS students who were about to sit for exams. Then nikaelezea na sudden deadline change ambayo ilikuwa kutoka mwezi mmoja mpaka wiki mbili. And the time frame was a month. But all of a sudden we had a deadline change. We now had 2 weeks. Then nikaelezea action ambayo nilichukua ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. So we just decided to seclude the important matters about the exams and focus on them. Then nikamalizia kwa kuelezea matokeo, results. Nini kilitokea? Wale wanafunzi walifaulu ile mitihani ya IELTS. And those students, they finally passed the exams. Na hivyo ndivyo ambavyo professionals wanajibu maswali ya interview. Wanaanza kuelezea situation, then task waliopewa, then action waliochukua, alafu wanamalizia na result baada ya kufanya kila kitu. Bila shaka umeelewa vizuri. Niambie chini kwenye comment kitu gani kuhusu interview ungependa nikizungumzie kwenye somo linalofuata. Mimi naitwa Mtumba.